Ustadhi Mudi. Ustadhi Mudi ni kijana ambaye amesoma nchi nyingi, amesoma dini na dini anaifahamu vizuri kabisa. Ustadhi Mudi amesoma Misri, Ustadhi Mudi amesoma Saudi Arabia, Ustadhi Mudi amesoma Katari, Ustadhi Mudi amesoma Irani pamoja na Iraki. Ustadhi Mudi katika mtaa wao watu wengi umwamini kwa uaminifu wake. Ustadhi Mudi ni kijana ambaye anaaminika na kila mtu, lakini kutokana na umri wake Ustadhi Mudi alikuwa bado hajafanikiwa kupata mke. Ustadhi Mudi alifungua darasa la kufundisha vijana, watoto pamoja na darasa la kina mama. Ustadhi Mudi, kama kichwa chako kigumu, basi kwake ni kama chai tu na mkate. Hukufundisha na huelewa vizuri sana. Basi Ustadhi Mudi alikuwa hivyo na alikuwa anaaminika na ana makuu. Ustadhi Mudi. Ustadhi Mudi siku moja wakati anatambulisha darasa lake la kina mama wengi walivutiwa na kwenda kusoma kwake, na wengi walipata faida kwa kusoma kwake, kwani Ustadhi Mudi aliwafundisha vizuri sana na kila kitu kilikuwa kinakwenda sawa. Baada ya miezi kadhaa kupita, darasa la Ustadhi Mudi lilikuwa likisikika na kupewa sifa kubwa, kiasi kwamba kila mmoja alikuwa ananufaika juu ya darasa hilo. Watu kutoka bara, kusini na kaskazini walikuwa wanamiminika kwenda kusoma kwa Ustadhi Mudi, na hasa darasa la kina mama walikuwa wanapenda sana masomo yake, kwani Ustadhi Mudi akifundisha somo la ndoa, maisha ya mtume na wake zake, basi wewe kama kichwa chako kimetulia na ndoa yako itakuwa imara sana kabisa. Ustadhi Mudi alikuwa ni ustadhi mwaminifu, mwenye kupenda watu, na Ustadhi Mudi ni kijana mwenye umri wa miaka 22, lakini alibahatika kusoma kote huko. Basi kijana mmoja tajiri ajulikanaye kwa jina la Umari alikuwa ameoa mke wake, na Umari alitamani sana mke wake ajue dini. Siku moja alikuwa anatafuta mwalimu ili mkewe akafundishwe nyumbani kwake. Basi katika kuzunguka aliwachunguza walimu wengi, akaona hawafai kumfundishia mke wake, na mke wake alikuwa ni kijana mdogo mzuri, mrembo, mtanashati. Basi yule kijana Umari alikutana na rafiki yake ajulikanaye kwa jina Nasoro, akamwambia, mimi nataka mke wangu asome dini. Nasoro akamwambia, mpeleke kwa Ustadhi Mudi, kwani Ustadhi Mudi ana darasa la kike, watu wa kike wanasoma pale. Kutokana Umari ana pesa nyingi sana, akasema, naomba unipe namba ya Ustadhi Mudi, kwani mimi sihitaji mke wangu aende katika darasa la kina mama, bali nahitaji Ustadhi Mudi aje kunifundishia mke wangu nyumbani. Nitamlipa pesa yoyote atakayehitaji. Basi hali ilikwenda hivyo. Nasoro akampatia namba yule bwana Umari, na Umari akachukua namba ile. Umari kabla hajamtafuta Ustadhi Mudi, kutokana na Umari alikuwa ni mfanyabiashara mkubwa, alisafiri kwenda Dubai mara moja, na huku akamwambia mkewe, tayari nimekwisha pata namba ya mwalimu ambaye atakuja kukufundisha. Mkewe akamwambia, hakuna shida, mimi nipo na nakusubiri uende urudi, ili
umwite na kunitambulisha ili nianze masomo. Basi Umari akaendelea na shughuli zake huko Dubai, akanunua biashara zake nyingi tu, na baadaye akarudi baada ya wiki moja na kuendelea na shughuli zake. Siku moja alikuwa amekwenda kupumzika nyumbani baada ya pilika nyingi za kutafuta riski, ndipo alipoona hii ni fursa sasa ya mimi kumtafuta Ostaz Mudi. Basi Umari akachukua namba yake akiwa sebreni, yeye na mkewe wakampigia Ostaz Mudi. Halo, habari Ostaz Mudi? Salamu alaykum. Wa alaykum salama shekhe. Naongea na nani mwenzangu? Mimi naitwa bwana Umari. Naam Umari, leti habari. Mimi bwana, nina jambo langu, nina mke wangu nataka asome masomo ya dini. Akajibu Ostaz Mudi, hakuna shida, mlete tu katika darasa la kina mama hapa aje kusoma. Umari akamwambia, hapana, mimi mke wangu sihitaji atoke, hivyo nilikuwa nahitaji nikuelekeze nilipo, nikuagizie pikipiki kufate ili uje tuzungumze vizuri. Ostaz Mudi akamwambia Umari, basi hakuna shida, nitafute baada ya magharibi then nitakuja. Basi Umari akafurahi sana kusikia majibu ya Ostaz Mudi. Akamwambia, sawa, najua atakapokuja utapata faida sana, kwani Ostaz Mudi ni kijana mdogo lakini ana sifa nzuri sana za ufundishaji. Wakina mama wengi waliofundishwa na Ostaz Mudi wamefanikiwa kwa kiasi kikubwa, hasa katika swala zima la dini pamoja na ndoa zao kiujumla. Kwa Ostaz Mudi hufundisha jinsi Mtume alivyokuwa akiishi na wakeze na mahaba aliyokuwa nayo kwa wakeze pamoja na watu wa kawaida. Basi mambo yakaenda hivyo. Baadaye, baada ya kufika muda wa magharibi, ndipo Umari akampigia tena Ostaz Mudi ili kupata kujua kitu gani kinachoendelea. Basi Ostaz Mudi alipokea simu na kumruhusu Umari amfate. Basi Umari aliagiza pikipiki ikaenda kumfata Ostaz Mudi, na ilipomfata akaletwa mpaka pale nyumbani kwa Umari. Ostaz Mudi alipelekwa kwa tajiri huyo mkubwa mwenye jumba la kifahari lenye kila kitu, swimming pool, magari kama unavyoona simu vile. Yaani ana magari zaidi ya 8 na aina tofauti, na magari ya gharama sana. Lakini Umari alikuwa ndio ameoa mke wake wa kwanza ambaye anaitwa Bi Zureha, mzuri kabisa, ni mrembo na mtanashati na kijana mdogo tu. Hata Umari naye ni kijana wa wastani. Basi maisha yakaenda hivyo. Umari akamkaribisha Ostaz Mudi. Ostaz Mudi alishangaa sana kuitwa na tajiri mkubwa ambaye anamsikiaga hata kwenye matangazo kwamba huyu ni tajiri kuliko. Basi Ostaz Mudi alipokwenda ndani kwa Umari, Umari akamwambia, Stazi, najua una lilasa la kina mama, lakini naomba uje kunifundishia mke wangu hapa nyumbani, kwa sababu huyu anakaa tu nyumbani hapa na mimi ndio lengo langu akae hapa. Basi Ostaz Mudi akamwambia, sawa, tukipatana vizuri hilo litakuwa hakuna shida. Akamwambia, basi panga muda wewe mzuri ambao unahisi kwamba muda huu utakufaa, alafu mimi nitakukabidhi pesa utakayotaka. Ostaz Mudi akamwambia, sawa, kwa hilo si tatizo hata kidogo, mimi nitajitahidi kadri ya uwezo wangu. Umari akamuuliza Ostaz Mudi, shingapi unataka wewe ili nikuripe upate kumfundisha mke wangu? Akamwambia, mimi kwa mwezi nataka shilingi 100,000 tu. Basi Umari akamwambia, sawa, mimi nitakupa shilingi 300,000 na usafiri wa bodaboda ya kukufata na kukurudisha ni juu yangu. Hivyo usiwe na shaka ustazi,
nahitaji mke wangu apate elimu nzuri. Basi Ustaz Mudi akakubaliana naye Umari papo hapo akamkabidhi shilingi 300,000 pamoja na 200,000 kwa ajili ya usafiri, kwa maana alitoa shilingi 500,000 ili mradi Ustaz Mudi aanze kazi yake kesho ama kesho kutwa. Basi Ustaz Mudi akamwambia sawa, mimi nitakuja, kwa kuwa umenikabidhi nashukuru, basi nitakuja inshallah. Sawa, siku ikapita na kila mmoja akaelekea kwake na Umari akabaki na mke wake. Mambo yakaenda hivyo. Ustaz Mudi akampigia simu Umari kumwambia vitabu vinavyohitajika, na Umari akatuma pesa ili kesho Ustaz Mudi anapokuja kuanza darasa aje pamoja na vitabu hivyo. Mambo yalikwenda hivyo na maisha yao yakawa yanakwenda hivyo baina ya Umari na mkewe pamoja na Ustaz Mudi. Wameshaunga urafiki na udugu kwa ajili ya kupata elimu. Basi mambo yakaenda hivyo. Ilipofika kesho yake, Ustaz Mudi akaja kama ilivyo ada. Ilikuwa mida ya 1:30 hivi. Akaingia pale na kuanza kutoa darasa kwa mke wa Umari. Na Umari alikuwepo siku hiyo. Alifurahishwa sana na darasa lile, kwani Ustaz Mudi alikuwa akifundisha taratibu na kila swali hulijibu kwa ufanisi mkubwa kabisa. Basi Umari alifurahi na kuona sasa hapa nimepata mwalimu wa kumfikisha mke wangu safari ninayoitaka. Tukumbuke Umari ni mfanyabiashara mkubwa sana, mara nyingi husafiri. Basi zile siku 3 za mwanzo alikaa pamoja na mkewe na walisoma kwa pamoja, lakini baada ya siku 3 Umari alipaswa kusafiri kuelekea nchini Dubai, na baada ya hapo ataelekea Marekani kwa ajili ya miradi yake kiujumla. Basi Umari akamuaga Ustaz Mudi kumwambia, mimi kesho nasafiri, ila wewe njoo kama kawaida, endelea na darasa. Umari alimwamini sana Ustaz Mudi, na Ustaz Mudi huwa ni mwaminifu kwa watu na hana tatizo. Ustaz Mudi ni ustazi wa ukweli, mwenye elimu kubwa na ana uwezo mkubwa sana. Basi mambo yakaenda hivyo. Kesho yake Umari akasafiri. Muda wa uvofika wa darasa, Ustaz Mudi akaja kumfundisha mkewe na Umari. Darasa lilikuwa zuri sana, kwani Ustaz Mudi alikuwa na sauti nzuri ya kusoma Qur'ani. Akawa anamfundisha tartili kwa lugha nzuri ya Qur'ani, rafidhi nzuri kabisa. Na vivyo hivyo mkewe na Umari akawa anasoma vizuri kabisa. Basi Ustaz Mudi aliona ni wakati mwafaka sasa wa kumpa elimu kubwa binti huyo, kwani kichwa chake kilikuwa chepesi. Mambo yakaenda hivyo. Kila siku Ustaz Mudi akawa ni kawaida yake kuja kumfundisha mke wa Umari, na alimfundisha kwa uzuri na kwa uadilifu zaidi. Basi kama unavyojua tena, binadamu ana mapungufu yake. Yule mke wa Umari, kadri alivyokuwa akimzoea Ustaz Mudi, ndivyo kadri tamaa ya kimaumbile ilikuwa ikimjia. Lakini alishindwa kumwambia chochote kwa sababu alikuwa anamheshimu na kumwogopa, kuona kwamba ataniona ni mtu wa aina gani. Basi masomo yalikwenda kadri ya siku zilivyokuwa zikisonga mbele. Masomo hayo yakaenda kwa muda mrefu. Baadaye Umari kutoka Marekani akarudi na biashara zake na kuendelea. Basi Umari na mkewe wakawa wanaendelea tena kusoma kwa pamoja, lakini alimkuta mkewe amefika mbali na masomo yalikuwa yamemfikisha mbali. Basi Umari
kama kawaida yake ana muda mrefu wa kukaa Tanzania na kuishi nyumbani pale. Baada ya siku 4, Umari alisafiri tena kuelekea Uingereza na kwenda kutafuta biashara huko nchini Jerumani. Ustaz Mudi kama kawaida anaonyesha uadilifu na utendaji wake wa kazi. Mke wa Umari sasa elimu imepamba moto. Walipofikia sehemu fulani ya elimu hiyo, Ustaz Mudi alimwambia mkewe Umari kwamba sasa tunakuja katika masomo yanayohusiana na maisha ya ndoa. Basi mke wa Umari baada ya kusikia kwamba kesho tunasoma masomo yanayohusiana na ndoa, mke wa Umari alifurahi sana somo hilo, kwani aliliona ndiyo somo mwafaka la yeye kulitumia katika ndoa yake. Lakini moyoni mwake alikuwa akivutiwa sana na Ustaz Mudi. Hivyo mkewe Umari alikuwa anamtamani Ustaz Mudi kama mwanadamu. Hivyo basi alikuwa anashindwa ataanzaje. Basi siku inayofuata likaanza somo linahusiana na maisha ya ndoa, jinsi gani mwanamke anahitaji kuishi na mwanamume vizuri ili mradi maisha yawe mazuri na yasonge mbele. Mambo yakaenda kama yalivyopangwa. Ustaz Mudi akaanza kulifundisha somo lile. Ustaz Mudi akaanza na namna gani mwanamke anaweza kuishi na mumewe kwa kumwandaa vizuri, kumheshimu na kadhalika. Akaendelea kufundisha tabia njema za mke mwema. Alifundisha vitu vingi sana kwa wiki hile, kiasi kwamba mkewe Umari alipata elimu kubwa na kuongeza uwezo mkubwa wa kielimu kwa siku hiyo na kujiona sasa amekamilika. Kama ilivyo ada, Ustaz Mudi si mchoyo wa elimu yake. Basi wiki linalofuatia ikafika somo sasa linalohusu kitanda cha mwanamke. Basi hapo ndipo somo lilipomuingia barabara mkewe na Umari. Ustaz Mudi akafundisha namna gani mwanamke anatakiwa amwandae mumewe mara tu wanapokuwa wanataka kuelekea katika tendo la ndoa. Ustaz Mudi akafundisha somo hilo, na ni kweli somo hilo lipo linafundishwa, ilimradi mwanamke ujue jinsi gani ya kumhendo mume wako na kumthamini na kuonyesha hali njema juu ya mahaba ya mumeo. Basi Ustaz Mudi akafundisha somo hilo. Lakini kama haitoshi, Ustaz Mudi alifundisha kitanda cha mtume kilikuwaje. Basi Ustaz Mudi alifundisha mahaba, jinsi ya kumeki romance katika dini na kufanya vitu vinavyomfanya mumeo avutiwe. Basi Ustaz Mudi akawa anatoa darasa hilo. Mkewe na Umari ameshibishwa elimu na ameanza kuona sasa kumbe Ustaz Mudi ana vitu vingi adimu kuliko hata mumewe Umari. Basi maisha yakaenda hivyo. Kadri masomo yalipokuwa yanakwenda, yule mkewe Umari akawa anazidi kumpenda Ustaz Mudi na kuona masomo anayompa yanahitaji vitendo. Basi alikuwa hawazi kuwa kwamba mume wangu akirudi ndio nimuonyeshe. Yeye alikuwa anatamani vile vitendo anavyofundishwa na Ustaz Mudi ndio vile vitendo vya yeye kuvifanya. Basi wiki inayofuatia Ustaz Mudi akawa anafundisha jinsi gani mwanamke anapoingiliwa na mumewe afanye nini, na baada ya kuingiliwa kitu gani kinafuata, na aende wapi baada ya kumaliza tendo, amfanyeje mume wake. Yaani kiujumla kitanda kizima kimefundishwa katika ustadi wa hali ya juu, jinsi gani ya kuanza tendo, kumaliza, katikati, mwisho mpaka kufikia kikomo cha tendo hilo. Basi somo hilo lilimuingia sana mkewe na Umari, na kiasi kwamba alipagawa sana
na ukizingatia mumewe Umari yuko nje ya nchi anapambana na maisha.